Habari za wakati huu, na hii hapa ni Zone Media, na leo tumetembea kutoka kilomita kadhaa mpaka kufika maeneo haya. Ni maeneo ya Kakese, na hapa tuko na mkulima ambaye anajishughulisha na masuala ya mpunga na masuala ya ufugaji, na tutazungumza naye mambo mengi sana ambayo wewe mtazamaji ambao unatakiwa yajue kuhusu kijana na jamii nzima ambayo inamzunguka maeneo haya ya Kakese. Ndugu yangu, kwanza naitwa nani? Kwa majina naitwa Shabani Kaswahili. Anaitwa Shabani Kaswahili. Shabani Kaswahili, wewe ni mkulima wa mpunga, si ndio? Sawa kabisa. Ndio. Wewe unazungumziaje swala la zao la mpunga, unalionaje kwa jamii au taifa kwa ujumla? Zao la mpunga naliona liko vizuri, kwa sababu sisi tunapata wakati mgumu, labda tu ni wakati wa masika, lakini ikifika wakati wa mavuno hivi tunakuwa na morali nzuri. Okay. Sasa wewe kama mkulima, labda unafaidika vipi na zao hili la mpunga, au ni changamoto gani ambazo unazipitia? Sasa tuseme kwamba ni faida gani au ni changamoto gani unazipitia? Changamoto tunazipitia labda kama hivi hali ya mvua, kama huu mwaka huu tumepitia changamoto sana. Mvua ilikuwa inataka, kwa hiyo maji ilikuwa ni hafifu sana. Kwa hiyo ndio maana changamoto ambayo tumepitia, kuna mbuga nyingi sana hatujalima kwa sababu mitaro hamna, hawajatengeneza nini. Kwa hiyo tunategemea labda kwa mwaka huu tukipata hata mtu angalau anaweza akatusaidia tukapata mtaro, ili maji haya yanatusaidia mle mbugani. Kama mazingira mvua imekataa, maji yanatusaidia mbugani. Okay. Wewe ni mkulima, lakini kuna wanunuzi, sababu ukilima wewe kama wewe, kuna wakati wanunuzi ambao wanatakiwa wanunue. Labda wanunuzi wanakufaidisha vipi wewe kama mkulima? Au je, bei ya kwako mkulima unaipanga wewe au wanakuja kupangia wanunuzi? Kwa kweli kwa hapo wanakuja natupangia wanunuzi, kwa sababu wenyewe wanadai kwamba mpaka kama ikifungwa inakuwa ni changamoto kutoa mpunga. Sasa wewe una maoni gani kwa serikali ili mkulima kama mkulima, ili ufaidike na zao ambalo umeliangaikia kwa msimu mzima, kama ambavyo unazungumza kwamba kuna changamoto ambazo mnazipitia kipindi cha kulima, si ndio? Labda unatoa maoni gani kwa serikali, wafanye kitu gani ili wewe kama mkulima ufaidike na zao lako? Kwa mimi nataka niipongeze serikali kitu kimoja. Nataka mimi nawaombe watufungulie angalau kidogo bei iongezeke, kwa sababu changamoto mwaka huu tuna hali ngumu, kwa sababu mbuga nyingi zimelala tayari. Kwa hiyo zao ni dogo sana, ni chache kwa mwaka huu, hasa kwa sisi huko Kakese. Kwa hiyo nilikuwa naomba kidogo angalau bei ipande kidogo, ili mkulima naye afaidike kidogo kupata nini hela. Ndugu yangu, wewe ni mkulima mzuri na una muda mrefu kwenye ukulima wako, labda unaweza ukaongea vipi na watu wa sauti za mtaa na wao waelewe, labda una kiasi gani store ambacho umepaki kabla ya kwenda kuanza kuuza? Kwa kweli mimi kwa sasa hivi ndo nimeanza kuvuna. Kwa sasa hivi nimetoa tu kama magunia 60 vina kidogo, lakini hekari nyingi bado hatujaanza kuvuna, kwa sababu tunategemea mwezi wa 5 tarehe za hapo kati ndio tuanze kuvuna. Kwa hiyo sasa hivi ni mapema tu. Kwa hiyo sasa hivi kuna magunia kama 60. Kwa hiyo nilikuwa naomba labda angalau at least kidogo bei iongezeke kidogo. Asante sana. Pia kuna vijana au yani tuseme hivi vijana, hususani vijana ambao ni wavivu wa kufanya kazi. Unajua kuna vijana ambao wanakuambia mimi siwezi kulima kwa sababu nasubiria tu chakula kije na nini. Labda unawashauri vipi ili waweze kutokana na hali ya umaskini, kwa sababu wanasema kwamba kilimo ni uti wa mgongo, si ndio? Unawashauri vipi ili waweze kujitoa na kufanya kazi kwa bidii ili waweze kulima na kutoka kiuchumi? Kwanza mimi nilikuwa naomba sana vijana wenzangu waangalie mazingira. Sasa hivi kuna maeneo mengi tu ambayo yanaibuka kulima mbuga. Unaona? Kwa hiyo una mazao mengi tu. Hasa hata usipokuja kulima mbuga, unaweza kulima hata mashambani wapi. Nilikuwa naomba ili tuendelee kulijenga taifa letu na umoja. Mimi nilikuwa naomba cha kwanza tutafute kwanza maeneo ya kupata ili mazao mengi tupandikize. Vijana wengi tujiinue sisi wenyewe. Sio kutegemea kwamba mzazi wako nini na nini. Hiyo ni changamoto nyingine, na hapa mzigo wa wazazi na changamoto kwa jumla jamii nzima inakuwa haipendezi na ile picha. Kwa hiyo nilikuwa naomba vijana kama vijana wenzangu, nilikuwa naomba wajumuike kwa umoja, tushirikiane kupiga mbu. Okay. Jamani, kipindi cha sauti za mtaa tuko hapa Kakese, na bado tutaendelea kuongea na huyu bwana mengi. Kuna wimbi la watoto wa mtaani, labda huku kwenu nyie kama Kakese mnalichukuliaje wimbi la watoto wa mtaani? Unaona wanasema kwamba wimbi la watoto wa mtaani limekuwa likiendelea kukua. Labda unazungumza vipi na watoto wa mtaani au jamii kwa ujumla? Cha kwanza mimi Kakese naipongeza sana, ipo vizuri kusema kwamba watoto wa mtaani, kwa sababu hapa
sisi wenyewe tunategemea vijana au watu wanaotoka mbali wapi ndio wanakuja kutusaidia kuvuna hii mboga. Na kuna sehemu tushateua kwamba kila mtu atakayekuja tunaweza tukamchukua pale. Cha kwanza mimi nilikuwa naomba kama kuna watu ambao hawana kazi hata huko mkoani kwingine huko sehemu mbalimbali, nilikuwa naomba waje kwa hapa, kwa sababu sasa hivi ndio tumeanza kuvuna, ili wengi tujisaidie kupata angalau hata kidogo, na wenyewe waje waone tu hata mazingira hapa Kakese wayaone yalivyo, ili waje tusaidie na wenyewe mbugani, wanaweza akapendezwa na wenyewe wakaanza kulima kwao. Okay, jamani, yeye amesema kwamba anawakaribisha watu wote ambao wako mikoani na baadhi ya maeneo ya mbali, wanakaribishwa hapa Kakese kwa sababu ni eneo pekee ambalo kiuchumi linakuza vijana wengi, linakuza raia wengi. Kwa hiyo kama yeye anasema kwamba mnakaribishwa Kakese jamani. Hii hapa ni Sauti za Mtaa na mimi naitwa Alfred Kalondwa, wengi napenda kuniita Kasuku, sauti ya mamlaka. Niko hapa Kakese na hivyo tutakuwa tukiendelea kukupa habari update nzima ya kila kitu ambacho kitakuwa kikiendelea hapa Kakese. Muda wote ambao tutakuwa nipo hapa Kakese, basi nitaendelea kukupa update ya kila kitu. Jamani, ciao. Kawaida yangu hata nikiwa kazini, kila dakika na hesabu